Bwana asifiwe. Sasa nizungumze hizo kanuni chache kama itawezekana, muda unaruhusu. Lakini cha kwanza, kanuni ya kwanza ya kuvuna na kupanda na kuvuna ni kulenga mavuno kwa imani. Lazima ulenge mavuno kwa imani. Kama Maraisa analima pale, anapanga mbegu, anafanya kwa furaha sababu anajua atavuna, ana imani. Pasipo imani haiwezekani. Lazima uamini. Ibrahim kumtoa Isaka isingewezekana, kwa sababu imani yake ndio ilimwezesha kumtoa Isaka. Kwa hiyo lazima ulenge mavuno, kupanda na kuvuna. Lazima wakati unapanda unalenga mavuno. Wakati unakuja kutoa sadaka yako hapa ya mbegu, lazima ulenge mavuno. Wewe na imani ya mavuno. Na ndio maana watumishi wa Mungu wanasema semea sadaka yako. Mama, naipanda hii sadaka kwa ajili ya project yangu, na iweka madhabahuni mwako, ikapata kuninenea, ikapata kunipigania. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanachanganya mafundisho sana, na wengine wanajipinga, wanasema mambo ya kupanda hakuna, mambo ya mbegu hakuna, damu ya Yesu inatosha. Si ndio? Anasema kweli ina nafasi yake. Haleluya. Lakini sio ni utaratibu wa sadaka, una nafasi yake. Tumeambia tusiende kwa Mungu kwa mikono nini? Mitupu. Hivi umeambia wewe na damu ya Yesu? Jambo ni damu ya Yesu. Umeambia usiende madhabahuni na mikono mitupu. Hapo naambia wapende watu vitu. Umeambia utoe damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Sadaka kubwa ya ukombozi ni damu ya Yesu. Lakini sisi tunafanya kwa yale maagizo ya kutimiliza ile damu ya Yesu ifanye kazi. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu iko pale kutakasa zile sadaka zikubalike mbele za Mungu. Damu ya Yesu iko pale kutakasa hivyo vitu vikubalike na Mungu. Damu ya Yesu iko mahali pale kuweka wakfu vile kwa ajili ya Bwana. Damu ya Yesu iko pale kuweka sisi wakfu makuhani, tu makuhani mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inatumika kufanya hivi vitu. Inatumika kutakasa sadaka zako, inatumika kutakasa mbegu zako, inakumbuka kutakasa matoleo mbalimbali unayo, inatumika kutakasa vitu ulivyonavyo, inatumika kutakasa madhabahu ya Bwana, inatumika kufanya kazi mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Ndio naona ukitoa sadaka au unachukua ile mbegu, kuna box kubwa la mbegu hapo. Sijaona kama limejaaga hata siku moja. Basi askofu wetu ana maono sana. Amtuze ile kubwa kwa ajili yako. Haleluya. Hebu sasa kwa ajili yangu. Hili linatakiwa lijae kila weekend. Kwa watu wanataka kufungua account. Kuna umeshafungua account hapa? Mimi siachaga kila Jumapili. Kama ndege mbele na ninaitamkia. Jambo fulani nena. Maana nategemea mavuno. Bwana asifiwe sana. Maana sasa baadaye hapa atavuna hapa. Kwa hiyo nakazana kila wakati fanya kupanda. Kwa sababu najua nitavuna nilivyopanda. Na sasa Mungu asiakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo semea mbegu yako kwa ajili ya mavuno. Kuwa na imani. Namba 2. Mbegu hutoa mkate na mbegu. Katika mavuno utakayopata, fahamu kuna mkate na kuna mbegu. Yaani ukipata pesa, nazungumza pesa maana ndio lugha
ni pesa. Maana kila kitu kimebebwa kwenye pesa. Kimethamanishwa. Ukipata pesa, unajua mkate ni upi na mbegu ni ipi. Bwana asifiwe. Amina. Si ndio maelezo unafanya namna hiyo? Unajua siku hizi utaalamu umeongezeka. Siku hizi kuna mbegu za kutengenezwa ambazo kishamwagwa mwakani uweze kuzitumia zikuwa mbegu tena. Lakini zamani mimi nakumbuka hizi ya mama yangu na tunalima hata sisi. Mwisho mavuno yakishatokea, mama wanachukua mbegu bora. Wanaziweka kwa ajili ya mwakani, wanazihifadhi. Si ndio jamani? Azibugii zote. Hivyo ukibugia mbegu zote, umepata gunia 100 na kilo 100, ukala zote 100, mwakani utapata nini? Una account. Kwa hiyo unahakikisha kabisa lazima ujipange vizuri kabisa. Jua kwenye mavuno mtakayopata kutakuwepo na mkate na kutakuwepo na mbegu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna yakula, kuna akiba, ndani ya akiba hapo kuna mbegu. Zikae pembeni. Yusufu alimwambia Farao, ukisoma ile Mwanzo 41 anamwambia hizi ndoto zote zinafanana. Kutakuwepo na miaka 7 ya shibe, alafu kutakuwepo na miaka 7 ya njaa. Katika ile miaka 7 ya shibe, tafuta mtu mwenye ujuzi na akili aweze kuweka 1/5 ina 20% ya mazao yote, ili miaka hiyo 7 ya njaa tuvuke. Kwa lugha moja alimweleza namna hii: weka hiyo 1/5, mojawapo itakuwa inawekwa store kwa ajili ya chakula cha miaka 7 inayokuja, na sehemu nyingine itakuwa ni mbegu za kupanda tuweze kukulima mwakani. Bwana asifiwe sana. Mwambie mambo zako hapa, ufalme wa Mungu unatakiwa tu. Wewe umepewa 100,000. Tunapokea kila siku kama 100,000. Mbegu yako ni ngapi? Ile unaweka pembeni ni ngapi? Maana upate nguvu ya kesho. Maana leo ipana. Haleluya. Lazima ipana uvune. Sasa ukibugia ile unafika pale restaurant, lete shati, lete sabuni, lete poda, ile imeisha. Sasa baba unamrudia. Ya amekupa. Maana anasema hivi, atoae ni yeye. Maandiko anasema hivi: atoae mavuno ni yeye, atoae mkate ni Mungu, atoae mbegu ni Mungu. Kwa hiyo pesa anayokuletea yote, fahamu kuna mkate na kuna mbegu. Sasa wewe umebugia zote. Anakuambia sana wakati wa kulima una mbegu. Unajua msumbufu tukaeleza hapa. Niombe, atakuambia una account. Maana yake ingetakiwa zile pesa unazozipata, wakati unapata zile pesa, uzitange kabisa. Mimi ndio system yangu leo, una pesa zikija hapa moja kwa moja kanisani. Yaani sina keshi, hata siusiki mimi. Nimeshamwekea keshia wakwangu pale kama hizi za kanisa. Nimesafiri sitakuja kanisani. Nipo sitakuja kanisani bila hata kupiga mkono wangu. Yaani mwenye pero ya wafanyakazi, mshahara, ipo fungu la kanisa. Maana najua natakiwa account yangu na kila kitu. Account za utengenezi na vumbi ya hatari hapa. Vumbi. Unajua kikombe kisipotumika unapata nini? Yaani wewe kikombe kabatini mwaka mmoja, uweze kukichukua msaidie mgeni. Kama ukichukua ukioshe, alafu ndo mpe maji au mpe soda au mpe chai mgeni. Kwa hiyo kitakuwa kimpata vumbi. Sasa watu ambao account zao zitumiki, mbegu hawapandi mbegu, zina vumbi. Chafu. Mbegu lazima ife. Kwanza,
usichipuke kuleta mavuno. Ile mbegu ndo nayo lazima uikubali ife ardhini. Mungu kutupata sisi alimuingiza Yesu siku 3 kaburi. 3 alikufa kwanza. Alipinyanyuka, alitoka na mwili mwingine wenye nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima ife. Lazima uachilie kama matoleo yako unatoa. Kama una mikakati ya mitaji. Kama una mikakati ya biashara. Tafuta pesa yako safi kabisa. Jinsi nilivyoshuhudia na Mungu. Ukitoa izaa imekufa hiyo. Maana mbegu ili izae lazima ife. Kufa maana yake nini? Inakuwa si hapo kote. Mumwachie yeye mwenyewe akuzae ambaye ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi tuwe kanuni inafanya kazi sana. Mbegu inakufa. Yale mahindi unatupa huko chini yanakufa. Afu yanachipuka upya. Bwana asifiwe sana. Yanatoa mazao. Kwa hiyo ni lazima uiachilie kwa kujua kabisa haiko mkononi mwangu, lakini itarudi katika njia nyingine ile kukuu zaidi. Itarudi katika njia nyingine ile bora zaidi. Itarudi kwa wingi. Kumbe ili nipate mavuno mazuri, mbegu iwe bora. Usimtolee Bwana kilicho kinyonge. Sio Biblia inasema? Ni mimi mbasha au Biblia? Watu wa Biblia wanasema Esau ni sawa. Kaini na Abel, si ndio? Abel alitoa safi. Alafu Kaini akaenda kuchoma pilipili. Kwa hiyo Mungu anarudia, naleta pilipili. Kaini akapata adhabu. Akamwambia jaribu mara pili, akakataa. Yakaenda kuua watu. Toa kilicho bora. Bwana asifiwe sana. Kuna rafiki yangu mmoja. Wewe niwaambie tu ukweli. Rafiki yangu ni kijana mmoja. Ni mzamini wake nafahamu. Sasa yeye alikuwa anauza spare used. Alipona zimemshinda. Alikuwa na gari pofu. Maana zime sana. Alipona gari limemshinda. Akalipeleka kanisani akapanda kama mbegu. Bwana asifiwe. Lililomshinda na leza wapi? Kanisa. Mungu anambia very good. Sisi hakimu. Chochote apatacho mtu ndicho atakavuna. Akampa duka la vifaa vya used. Unaweza kununua spare mpya, yanauza spare used. Nikamwangalia nikamwambia unajua ulichokifanya? Ulitoa gari used na utauza used. Biblia inasema kipimo kile upimacho kifuani mwako kitapimwa kifuani mwako. Ndio maana usihukumu na utahukumiwa. Ukihukumu na itakugeuka. Kipimo kile. Mungu ni mtu wa mahesabu sana. Bwana asifiwe sana. Mbegu bora. Yaani ukiingia mfukoni namna hii, ukikutana na 10,000 na unapanga 5,000, toa hiyo 10. Bwana asifiwe sana. Usikuta kama unapata shot, yaani ya umeme. Unapikua. Kuna mtu alitoka sadaka, akakosea. Huko ameka 1,000, huko ika 10,000. Sasa piga pambio pa. Sasa kutoka kosaka kila mtu usone kujiaga hapo. Ona 10 na hivi. 1,000 na hivi wasoni. Watu wasoni. Ona mtu mpiga suti yako kali kabisa. Na unaeleka
magari na uhakika hapo nje. Unataka tu ajue umetoa ni 1000. Akaikunja mfukoni watu wasijue. Maana ni mtanashata na tai yake na suti iko vizuri kabisa. Ni mtu anatokana mtu avyangu anatoa 10 au 20. Akajua anatoa 1000 akapiga pap. Akarudi kupiga pambi pap. Kucheki. Ile bakal. Sasa anataka kurudia. Wala mpe Mungu kilicho bora. Ili tupate bora. Yaani ukitaka vizuri akaunti yako, kama akaunti ni ya dola, ukika dola utapata dola. Kama akaunti ni shilingi, ukika shilingi unapata nini? Shilingi. Sasa tuangalie vilivyo nini? Bora. Hai. Tuendelee. Tano. Tuje kwanza hapa. Ili malizie. Katika kauli kuna majira ya kupanda na kuvuna. Labda ujue kuna majira ya kupanda na kuvuna. Uweze kuvuna saa hizi ndio wakati wa kupanda. Jua kwanza napanda afu navuna. Ndio maana anasema na tusichoke katika kutenda mema. Maana wakati mwingine unapanda, mavuno yana muda wake wa kutokea. Mamaleza akitupa leo mahindi, hata mmoja mwezi wa 6 wa 8 ndio mavuno. Sasa ni lazima ujue kabisa kuna majira ya kupanda na ya kuvuna. Hata na sisi katika matoleo tunatolea kama tunaweza kupanda fedha, tunajua tunapanda na hivi na muda wa kuvuna. Kwa hiyo tuwe na nguvu ya kusubiri, roho ya subira. Karama ya uvumilivu, saburi. Tuwe nayo saburi, kuvumilia, kupokea mavuno. Hata tutavuna bila sasa, tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia moyo. Mtu mwingine amepanda leo, anataka majibu hapo hapo. Atufanye mazingaombwe. Muda wa Mungu ndio muda sahihi. Bwana asifiwe sana. Muda wangu sio sahihi, lakini muda wa Mungu ndio sahihi. Wewe umepanda mwakao, unaona kitu, endelea kupanda. Usichoke katika kutenda mema. Umepanda mwakao, unaona kitu, endelea kupanda, usichoke. Umepanda mwakao, endelea kupanda, usichoke, kwa sababu tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia moyo. Bwana asifiwe sana. Siku ikitiki huku, ni time sahihi. Akili yako imekomaa vizuri ya kumanage hizo pesa. Akili yako imekomaa vizuri ya kupanga mipango yako, ambapo ungepata kitu ukizivuruga zile pesa, ungevuruga ile mafanikio. Bwana asifiwe sana. Tumpe Mungu muda. Ibrahim alipambana, akawa na imani. Akiona anataka kuleta imani, anamrudia Mungu mara moja, anaendelea na safari. Mpaka leo Ibrahim ni baba wa mataifa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni baba wa nini? Kwa nini? Aling'ang'ana, alisubiri. Mpaka miaka 100 Mungu anakutokea. Kopesha Mungu, Biblia iko wazi kabisa. Tunatoa kwa kiasi gani? Hebu tuangalie kiasi. Ili malize tu hapo. Kiasi. Namba 1, fanya jinsi ulivyokusudia moyoni mwako. Namba 1. Umekusudiwa nini? Kuna mambo mazito yanakuja pale. Mungu anasema na wewe, fanya kama ulivyokusudia moyoni mwako. Jinsi ambavyo Mungu aliongea na Ibrahim, akafanya kwa Isaka. Bwana asifiwe sana. Unasikiza ndani moyoni Mungu amesema nini na wewe. Kuna vitu nifika ya saa moja wasema hivi, sadaka ya kujimaliza. Yaani nimesikia, yaani nile unyo kanisa. Kanisa kubwa sana hapa Tanzania. Anasema hii sadaka ya kujimaliza. Nikajua, nikaangalia kweli wana maana gani? Wana maana
ambayo ni nzuri, lakini lugha imekuja vibaya. Yaani nikitoa sadaka najimaliza. Wana maana toa ile ya mwisho kabisa, si ndio? Lakini wanaita sadaka kujimaliza. Ile neno utatoboa. Wewe unatoa sadaka kujimaliza, umalizike. Yaani kachunguza ile kanisa. Mara mimi nafanya nikenda na tathmini. Kanisa mtu na watu 40-30. Kwa msimu mtu anakuja watu 100,000. Sasa nikapita pale nje nikaanza kuchunguza magari. Unajua kuna fari zinaonekana. Kuta magari ya majengo sana ni Suzuki hivi, nani hizi bajaji nani. Leo watu F30 nikaje kweli wanajimaliza. Mimi na kanisa moja Dar es Salaam sadaka milioni 80. Watu 400. Wanataka mwezi huu tupata milioni 84. Watu 400. Kutoka hapo nje kunaeleweka kitu kinakwenda. Nikaenda kwenye sadaka nyingine, kanisa lingine wanajenga kanisa na 1.5 billion. Afetu. TAG. Alafu wakaangalia nani pale hapo nje kienda kinaeleweka. Hizo gari zikutanaza kueleweka. Na watu wanaozali kwa kueleweka. Sasa nikakompare wale waliojimaliza na wanawapo sasa. Alafu anarusha vipindi vyao, ndio kwenye kipindi kwa sababu kuhusu generator. Kwa kuna joto pale, kuna generator anayo. Ilikuwa inasumbua kidogo. Ile sababu ndio joto sana. Wakaitana kama watu 5. Mchungaji ajui. Wakafika mahali pale wakaona haja hii tunakataa. Tulete generator hapa mpya. Wiki nani walipopata ile wazo kumaliza wakamshirikisha mchungaji. Siku mimi nafika pale na namshirikisha mchungaji. Mchungaji anasema kuna watu 5 wameona nikihubiri. Wanasema tunaona mhubiri mchungaji anahubiri jasho linatoka sana. Maana Dar es Salaam kwa kweli utatoka jasho. Joto. Sisi zipo lakini kwa sababu katika ifanye kazi vizuri. Wakanunua AC za nyongeza. Mchungaji asipate shida, ahubiri vizuri. Alafu wakanunua ile generator kubwa. Yaani generator ni kubwa inabeba na crane ya bilioni 44. No. Jumapili na ubaya msiku kwenye kanisa nikaa naangalia TV, naona crane inaingiza na ile generator inaingia kanisani. Watu 5. Wenye kujua habari ya account. Wanasikia. Walivyokusudiwa moyoni mwako, fanya unavyokusudiwa. Namba 2, kwa kawaida. Kwa mambo ya kawaida kabisa. Kwa mambo ya kawaida kabisa. Unajua kuna maombi ambayo umuulize sana Mungu. Kwa asubuhi kama utaomba, jioni utaomba. Sio swala kusema baba mapenzi yako niomba, utaomba ni kawaida. Kufunga siku 3 ni vitu vya kawaida. Sawa? Utafunga utaomba maana mwili utastahili. Lakini wataalamu wa Biblia wanakuambia ukienda over 7 days, siku 7 na kuendelea, ndipo hata maelekezo kwa Mungu. Ile maombi kavu. Bwana asifiwe sana. 7 days, and 7 days na kuendelea, ndipo hata maelekezo kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa nazungumza kanuni za kawaida. Kanuni za kawaida Biblia imezungumza wazi kabisa kuhusu 1%. Sawa? Kwenye Marko 10:29-30 imesema mtu akiacha vyote kwa ajili ya Injili na kwa ajili ya jina langu nitampa mara 100 sasa na baadaye uzima wa milele. Nani amesema jamani? Yesu. Somba sio. Yaani ukizika sadaka yako sasa hivi 10,000 kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya Injili unapata mara 100 sasa. Ya hapa ananifundisha na Basha ulisema inaweza isitokee hata uzao wako. Hizo nimeeleza sasa hivi. Hiyo ya 100 utavuna wewe sasa. Sio uzao wewe sasa na uzima. Bwana asifiwe. Kwenye Mwanzo ile 26:12 anazungumza anasema Isaka alipata mavuno. Kipimo kimoja kilitoa 100.
Sawa jamani? Kipimo kimoja kitatoa ngapi? 100. Maana yake ni akipanda mbegu moja inatoka 100. Akasema Isaka akazidi kuwa mkuu na tajiri katika ile nchi. 1%. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu ni Mungu wa mahesabu, anachungulia account. Ukitaka kufanya project yoyote ile unataka kuifanya, piga hesabu, uwe na budget. Nadhani tajwa milioni 10, wale pastor shikapo raisa 100,000. Sawa, ichukue 100,000 ipangie kama mbegu ya mtaji. Mimi nimefanya mara nyingi, inaenda vizuri sana. Kwa nini jenga nyumba yangu kule Buruka kule, nikakuta ile structure tu milioni 55. Milioni 55 na peni. 53 na peni. Kachukua ile sadaka nikaenda Kisende, nilikuwa ndio mgeni rasmi. Najua ni mahali pa kupanda hapa, ni majira ya kupanda. Taipanda hapa. Nikaitoa ile pesa. Ile nyumba kwa sijapanga kuijenga, nilikuwa nimelazimika na mazingira yanayozunguka. Ilinyanyuka kama umeme na nikamaliza. Bwana asifiwe sana. Amen. Na rafiki yangu mtumishi hapa mwinjilisti, anafundisha utoaji sana. Yeye akaka anafika hapa isogee. Kama mzee ule. Nilianza na akaunti ya Mungu. Sikwanza. Nilianza na maombi tu. Bwana asifiwe. Watu ambao tunafeli. Kwa nini? Hatufuati kanuni za Samuel kumpeleka sadaka kwanza na maombi baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Babu zaka 100 tu. Si dogo sana. Unataka milioni ngapi? Mama unataka milioni ngapi? Ile project yako tuseme 100. Unataka shilingi ngapi? 100,000. Unataka bilioni 1. Ni ngapi jamani? Bilioni 1 ni 0.6. 0.9 sio? Si milioni 10. Milioni 10. Biboni. Milioni 10 tu. Bwana asifiwe sana. Tunavuna mambo mepesi. Inakwenda mimi apply, inakwenda nafundisha, anasema sio sheria namba 11. Na kufanyaga mimi. Sio mpasha Biblia na sheria namba 11. Lakini Biblia imeweka wazi. Mimi nafuatilia maneno ya Yesu. Kwa na iache mbegu hizi kwa ajili ya hili, kwa ajili ya project yangu ninayofanya ambayo inakuwa na kiasi fulani cha pesa. Kwa hiyo nakutaka sipungukiwe. Kwa nini? Kwa sababu nikiona nahitaji jambo, nakuja na mbegu. Hivi tukifanya namna hiyo, sitakuwa mabilionea. Kuna shida ya mtaji? Hakuna shida. Shida ni sisi wenyewe, aidha kutokuelewa au kutokuamini. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa leo nitazungumza kitu kingine. Tunaipakana hapa kwa kusaidia hapa. Tufanye mazoezi sasa hivi. Unajua ukiwaombea